Sasa jambo la pili ambalo Roho Mtakatifu analifanya kwenye maisha ya watoto wa Mungu, au kazi ya pili ambayo Roho Mtakatifu anafanya kwenye maisha ya wana wa Mungu, ni kuweka njaa na kiu ya Mungu ndani ya mioyo yao. Kuweka njaa na kiu ya Mungu ndani ya mioyo yao. Anayekufanya uwe na kiu na shauku ya mambo ya Mungu, anayefanya kuwa na njaa ya mambo ya Mungu, anayefanya utamani Mungu, utamani mambo ya Mungu, utamani uwepo wake, utamani kuwa na Mungu, utamani kuishi na Mungu, utamani kuendelea mbele na Mungu, ni Roho Mtakatifu. Anaifanya mioyo yetu kutamani uwepo wa Mungu, anaifanya mioyo yetu kutamani mambo ya Mungu, anaweka shauku ndani yetu. Na hiyo shauku na hiyo njaa ndio inayotufanya tuweze kuendelea mbele siku hadi siku. Tunatamani kuendelea mbele na Mungu, tunatamani kusonga mbele na Mungu, hatusikii kukata tamaa, hatusikii kuishia njiani. Kwa nini? Ndani yetu mioyo yote inalia, inaita, inatamani kukutana na Mungu, inatamani uwepo wa Mungu, inamtamani Mungu, inamtaka Mungu. Kuna siku unaweza kuamka tu ukashangaa unatamani, yani unasikia ndani yako kuomba. Yani ni kama ungepata sehemu fulani hivi nzuri ya utulivu, alafu ukaomba. Anaichochea hiyo hali ujisikie hivyo, sio akili yako wala sio mawazo yako ya kawaida. Ni Roho wa Mungu ndani yako. Anachochea ujisikie kutamani kukaa na Mungu. Anaweka njaa ya kiu, anaweka njaa na kiu ya Mungu ndani yako. Natamani kufunga, au natamani tu uende sehemu ya ibada, ukisikia bado unatamani kwenda ibadani. Ukisikia sijui kuna sehemu kuna maombi, unatamani tu kwenda kwenye maombi. Ukisikia kuna sehemu kuna mafundisho, unatamani uyasikilize mafundisho. Ni kwa sababu ya kiu ambayo Roho Mtakatifu ameitengeneza ndani yako, ya kutamani mambo ya Mungu, kutamani uwepo wa Mungu, kutamani Mungu. Unasikia kusoma Biblia, na ukisoma usikii kama utumwa, unasikia unafurahia kusoma neno la Mungu. You enjoy to the word of God. Unafurahia kusoma neno la Mungu, unafurahia, unaona raha. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kuweka shauku ndani yako, kuweka kiu ndani yako. Maana tunasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kiu ndani ya moyo wa mtu inaletwa na Roho Mtakatifu. Njaa ndani ya moyo wa mtu inaletwa na Roho Mtakatifu. Mtunga Zaburi mmoja akaimba akasema, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu yaona kiu, kama ayala atamanivyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Kule kutamani ambako huyu anakuimba anasema, nafsi yangu inakutamani, nafsi yangu yaona kiu, kama ayala atamanivyo maji ya mto, au atafutavyo maji ya mto, ndivyo nafsi yangu inavyokutamani. Ile kiu na shauku ambayo mtu anakuwa nayo kiwango hicho inazalishwa na Roho Mtakatifu, inatokana na Roho Mtakatifu. Kwa akili zako za kawaida na mawazo yako ya kawaida, isingewezekana kumtamani Mungu kiwango ambacho unamtamani. Isingewezekana kumpenda Mungu kiwango ambacho unampenda. Lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yako na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako, ndio maana unajikuta unatamani uwepo wa Mungu, unajikuta unatamani mambo ya Mungu, unajikuta unatamani kuendelea mbele na Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatengeneza shauku na kiu ya Mungu ndani yako. Shauku na kiu ya Mungu ndani yako. Unajikuta ukati tamaa, unajikuta hauchoki, unajikuta unatamani tu kuendelea mbele kila siku, kuendelea mbele kila siku. Unaweza kuwa unapitia changamoto fulani, unapitia mazingira fulani, lakini ndani yako unasikia bado namtaka Mungu, bado namtamani Mungu, bado namhitaji Mungu. Kwa unakaa kwenye maombi, unakaa kwenye ibada, unakaa katika kujifunza, unakaa katika kusikiliza neno. Kwa nini? The Holy Spirit within you. Roho Mtakatifu anaweka kiu ya Mungu na shauku ya Mungu na njaa ya Mungu ndani ya moyo wetu. Unajikuta kila siku unamhitaji Mungu, kila siku unamtaka Mungu, kila siku unamtamani, kila siku unatamani uwepo wa Mungu, kwa sababu ya kila ambacho Roho Mtakatifu anakifanya ndani yetu. Na Mungu alijua kwamba bila Roho Mtakatifu, bila Roho Mtakatifu ndani yetu, bila uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu, tusingeweza kuendelea na yeye. Kwa nini? Kwa sababu tusingekuwa na shauku na yeye, tusingekuwa na kiu na yeye. Kinachotufanya tuendelee kila siku kuomba, tuendelee kila siku kumtafuta, tuendelee kila siku kukaa katika uwepo wake, tuendelee kila siku kujifunza, kusoma neno lake, tuendelee kila siku kutembea katika ushirika na yeye, ni ile kiu iliyoko ndani yetu. Ndio maana tunajikuta kila siku tunaenda. Unajua, mtu hawezi kuendelea kula chakula isipokuwa ndani yake ana njaa, au mtu hawezi kuendelea kunywa maji isipokuwa ndani yake ana kiu. Kwa vivyo kinachofanya sisi tuendelee mbele na kumtafuta Mungu na kutafuta uso wa Mungu na kukaa katika uwepo wa Mungu ni ile njaa ambayo imewekwa ndani yetu na Roho Mtakatifu. Ni ile kiu ambayo imewekwa ndani yetu na Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu anachochea shauku, analeta kiu, analeta njaa ya Mungu ndani ya mioyo yetu.
Kwa hii ni kazi ya pia Roho Mtakatifu anayofanya kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Ukiona tunaendelea mbele, ni kwa sababu ya ile kitu tulionayo. Ukiona tunasonga mbele, ni kwa sababu ya ile njaa tuliona, bado tunamtaka Mungu. Kuna tunaongeza bidii, tunakazana, tunaenda huku na kule. Ni kwa sababu ile kiu na njaa ambayo iko ndani yetu, ambayo inachochewa na Roho Mtakatifu, inatufanya tusonge mbele, inatufanya tuwe na bidii katika mambo ya Mungu, inafanya tujitoe na kujituma. Kuna wengine wanaamka asubuhi mapema alfajiri saa 10, saa 11, anaomba au anaenda ibadani au anaenda kufanya kitu cha Mungu kwa sababu ya ile njaa na kiu anayo kumtaka Mungu, kumpendeza Mungu, kumheshimisha Mungu, kumtumikia Mungu, ambao Roho Mtakatifu ameweka ndani yake. Kwa hii ni kazi ya pili.